you can now see. So me and Jesus, hii mambo ya kuokoka kama ni ufara kwa wengine, kwangu ni ile hekima kubwa sana, ile decision ya busara mtu anaweza fanya. That is number one. Number two, I am a family man. I'm married. Nimeoa mwanamke mmoja wa jinsia ya kike. Sasa siku hizi inabidi tunajitambulisha hivyo kinagaubaga, kwa sababu tumekutana na watu wanaoa jinsia yao. So na last time wakati tulikuwa kule Juja, I came with my wife. Today I was not able to come with her because as I am speaking to you right now, she is also speaking to another camp of teenagers. Hapa tu ng'ambo, hapa tu. Bwana Yesu asifiwe. I dropped her there in the morning na mimi nika proceed kuja hapa kwa sababu hiyo ndio kazi Mungu alituitia. Na in that relationship we are blessed. I'm a father of three. Two boys and a girl. Nipigieni makofi kama inakuja. Yeah. And then I am a pastor. I am a pastor for quite a number of years. Maybe a pastor before some of you are born. Because I'm a pastor now 17 years. If you are not yet 17, I was a pastor before you were born. 17 years. I want to promise that next time I'll be coming where you are. I'll come with some of those people that I have raised since they were young and what they are now doing now. Some I began with them a journey of discipling them while they were in class 2, class 4. Yesterday night when we were ministering hapo tuko na camp, the people that were leading the praise and worship, the team, I began with them. I took several boys and girls and intentionally began discipling them, mentoring them to know God and fear God. And today they are the ones that are serving in praise and worship, playing keyboard and everything. Because this thing that you are seeing us do now, when you see us invite you to a camp like this, I normally call it a boot camp training. We invite you to a boot camp training to accelerate your speed of growth. We come and we pump you with the information and training, because at the end of these 3 days or 4 days, there is an expectation of an outcome we want to see, and there is a corresponding demand from you that life will have outside here. So because of that demand that life will place on you, we must be, as figures of authority and as people that God has put in a place like this, train you to become, train you and prepare you for what is coming. Amen. So because
Look at your neighbor and tell your neighbor, the best of your life is ahead of you. No, naona watu wenye wanasema wakiniangalia. Mimi sijasema I am not the neighbor. The neighbor is the one hapo kado yako, na hata ukigeuka na nyuma umsalimie, ama mbele umsalimie, uinue mkono umsalimie, high five, umwambie the best of your life. Come on, do it with meaning. Do it. Put some excitement in it. Mwambie kama unatabasamu ama umekalishana na mtu huku unataka. The best of your life is ahead of you. I really want to appreciate the leaders. Pigieni mwalimu Catherine, Pastor Catherine makofi kwa sababu ya kusimamia hii. Celebrate your teachers at the back. I can see them. Celebrate them. Celebrate them. And every teacher, every pastor, every teacher, every organizer. Let us clap for them. Let us appreciate them. Let us appreciate them. Lift up your hand and say, may God bless them for thinking well of us. I am a result. Nimeambia ni mchungaji yule alikuwa hapa asubuhi, tumepatana hapa pale kwa kunywa chai. I am a result of this kind of camps because I received Jesus Christ that term in class 8. I schooled in a day school, in high school, all the 4 years in a day school. And in my 4 years in high school, I attended 4 camps per year. I used to attend a camp like this one in April. I would look for it. Naenda. I would look for it in August holidays, and December nilikuwa naenda bill. 4 for 4 years. So in 4 years, I had attended a record of 16 camps of this nature. Na wakati mwingine mzae alikuwa nakosa do, inabidi niende kibarua kwa sababu a camp, attending a camp was a non-negotiable for me. As long as wamenipea ruhusa na wanajua ni wapi ninaenda, pesa nilikuwa nawaambia, pesa nitatafuta. Katika zile harakati za kutafuta wananiongeza. One time nikakosa do na camp iko karibu na sina do. Guess what I did? Imagine nilienda kwa mwalimu aliyekuwa ananifundisha primary, ananijua. Tuko Gishagi moja, nikaenda kwa mwalimu. She was my deputy teacher in primary school. Now I'm in high school. Nikaenda nikamwambia, mwalimu, mimi kuna kampu iko mahali fulani na ninataka kuenda, ni pesa sini. Kila ninataka unipatie pesa, nikirudi unipatie job, nikuje nifanye kwa shamba yako. Hiyo pesa nilipe. Mama, she was a mother. Aliniangalia hivi, nikaona ameria. Akarudi kwa nyumba, akaniletea pesa zaidi ya zile nilikuwa nataka. Akarudi nyumba, akaniletea ka shopping, sijui ka shopping kalikuwa kametoka wapi, na alikuwa akaniletea ma cakes na nini. Tumitu wewe, nilitoka hapo niko na do na ninakula. Na akaniambia, hii ukirudi usikuje kufanya kazi kwangu, nimekupea. Nimependa hiyo moyo. Hiyo moyo inatafuta God. I wish all the children of your age in this village are like you, desiring to know God. Desiring to know God.
So we came here, brethren, young people, because we love you so much and we want to create a desire in you. May you desire to know God. Desire to do what? Just desire to know God. That desire, if you create that desire, God will meet with that desire and he will reveal himself to your life. God reveals himself to those who are seeking him. The Bible says, he says in his word, if you seek me with all your heart, you will find me. If you seek me diligently, you will find me. So once again, I want to thank you because of deciding to come here. You could have decided to go elsewhere, but you chose to come here. I want to thank you so much. And I want to tell you, it is not in vain that you are here, and God will bless you, and your life will never be the same again. Amen. Your life will transform. And can I tell you, expect something from the Lord, not from man. Expect something from the Lord. Expect something from the Lord. And because we are in the presence of the Lord, I want you to lift up your hand and lay it on your head and say this: Lord, may you bless my mind to capture what you have for me. Can you touch your ear now and tell Lord, Lord, may you bless my ear to hear what you have for me? Can you extend your heart to the heart and touch your heart and tell, Lord, bless my heart to perceive what you have for me and to respond in Jesus' name. Tumpigie Bwana Yesu makofi. I was telling Pastor Catherine the approach I want to have on the lesson that I have been asked to share. To share a lesson, a good one, that is touching our relationship with God, our relationship with, and our relationship with our peers. I'll be handling more about peers in the afternoon, but right now I want to major our relationship with God and our relationship with authorities, because parents stand on the gap of authorities. And so I want to share with us from the angle on a title that is so general that will touch on our relationship with God and also touch with our relationship with the parents. I will be sharing with us on a topic that is called becoming a strong youth in our generation. Becoming a strong youth in our generation. If you are writing like that, becoming a strong youth in our generation. Kuwa mwanalika wa nguvu, kuwa Gen Z wa nguvu. Nyinyi ni Gen Z ama ni generation gani? Nyinyi ndio Gen Z, eh? Gen Alpha ni nani sasa? Alpha ni wale wadogo. Nyinyi ndio Gen Z. By the way, nyinyi Gen Z. Sisi tuko hapo mbele yenu, mimi niko hapo mbele yenu. Mimi sio Gen Z. Ni millennial. Ni millennial. Mimi niko. Na Generation X ni nani? Ni hao wako mbele ya millennial. Haya, mimi siko hapo. Niko hapo mbele yenu kidogo. Kwa hivyo nyinyi ni Gen Z. Sasa tunataka kuongea how you can become a strong youth in your generation. How you can stand out to become unique. Uwe mtu wa ajabu. Uwe mtu tofauti. Mungu akufanye mtu tofauti. Those attributes, those characteristics, those attitudes that you need to carry for you to become a strong youth in your generation. If you are in school, how can you become strong? If it is in church, how can you become strong? In
If it is in your home, how can you become strong? If it is among your peers, how can you become strong? That you are not a weakling. You are a very strong. Are we together? Let us read the scripture in the book of Daniel. Daniel chapter number 11. Daniel chapter number 11 verse 32b. Daniel chapter 11 verse 32b. Andika verse 32b. Hapo. Good. Verse 32b. Daniel chapter number 11 verse 32b. The Bible says, and the people that do what? Will know their God. And the people that know their God. Fuguen. Daniel chapter number 11 verse 32b. Can we read louder with your fashion? You read louder with your fashion. 1, 2, go. You are not reading. Kwa hivyo hamjafika. Hata kufungua Bible ni course. I am saying Daniel chapter 32, Daniel 11 verse 32b. And it says something like this. And the people that know their God shall be strong. Somebody says strong. And do exploit. Now repeat after me. The people that know their God. Repeat like you mean it. The people that know their God shall be strong and will do exploits. There are three parts. There are three main ideas in that one sentence, in that one passage. Three main ideas in that one passage. Within that passage, the Bible is saying, and the people that will do what? Please participate. Dioshike. Engage your mind. The people that do what? Know God. Know their God. The first part is knowing your God. Do you know God? Or you hear about God? How do you know God? How much of God do you know? Na siku hizi nimesema nimefanya observation nikasema mahali popote ninakutana na teenagers, I will never treat them like children. The biggest danger we are doing nowadays is prolonging the period of treating you like children, yet the world outside here is not treating you like that. Listen to this. These are a fact. Facts. Once you hit 18, even the government of Kenya, the government, the systems, hasikuiti mtoto. Nyumbani unatritiwa kama mtoto, but the systems outside, wale ambao wamefanya form 4 na wako hapa, they know. Once you hit 18, na unapata ile kitu tunaitaga national ID. Uweke ID mfuko. Wewe na serikali mko hapa. Wewe na serikali mko hapa. Are you getting? Na inakuwa serious because kama msasi wako akona medical cover that has been covering even you, once you hit 18, you cover yourself. Ni vizuri ujue. Once you hit 18, my son ama my daughter, I love you, but the government is saying you are an adult. Tembea maisha yako peke yako. Before you are 18,
even Safaricom will not register you. Kama uko na line umechukuliwa. Kama uko na simu na iko na line umechukuliwa na mtu mwingine mwenye ako na ID. Once you hit and you have an ID that is yours, Safaricom wanakuregister. Sasa unaanza maisha kivyako. Unajisimamia. Na sisi hapa unataka tuendelee kutuit kama mtoto. Hapana. Hapana. Secondly, ukifanya makosa kidogo tu, serikali haikuoni kama a minor. It treats you like an adult. Unafanyiwa judgment in the court of law kama mtu ambaye ni adult, kama mtu wa miaka 70. Na nikufikisha tu ulifikisha 18. Hiyo kitu unasikiaga tukisema identity card. Before you are 18, hata siasa siendelee namna gani, sikuwe namna gani, sijui 2 term, 1 term, hiyo ni ya watu wako na ID. Immediately umelad 18, ukuwe na ID, now you can decide which side to vote for or not. Systems begins ejecting you and telling you you are no longer a child. You are not a child. You are not a child. You are an adult now. You are an adult now. Haya, ukigoka form 4 hivi ufanye form 4. Listen, upate hiyo certificate ya KCSE. From that moment, ulimwengu na huku nje haunaga huruma. Listen to me and listen good. Huruma ni sasa hii. Unaona hivi tunakutuita, unaogea, tunakuuliza unataka nini, utarara, siwende urare, tunakubebeleza goga 18. Ukiwa kijana unaanza kulia, wanaume waliagi hivyo unalialia. Dunia haina huruma. Now, because of that awareness, we come as figures of authority and say, we are going to prepare you for the world that is coming. Kwa sababu ya ule ulimwengu uko mbele yako. We need to prepare you. And the age of preparation ni hii age. Ukigoka 13. Sikiza hapa. Kwa sababu nyinyi wanalika mnapendaka kutuenjoy sana. Juu ukigoka 13, unataka kufanya mambo zile adult wanafanya. You want to do the things adults enjoy doing because they are adults, but you want to do them without responsibility. You don't want responsibility. Na sisi tunakuja kukutayarisha tukuambie, being an adult is a world of responsibility. Praise God. Hii ulimwengu unakuja na hakuna kitu unaweza fanya, utajirudisha mtoto. Utarudi kunyonya. Utarudi kubebwa na mgogo. Hakuna. Growth is natural. Tell your neighbor, growth is natural. Whether you like it or not, you are growing. There is nothing you can do. So we are here to tell you, how do you become the people that know they are God? The people that know they are God. The word knowing. Tell your neighbor the word knowing. The second thing, the people that know they are God, the Bible says, shall become strong. They shall be strong. They shall be strong. So the first word is knowing God. The second word is becoming strong. Write that one. Becoming strong. Becoming strong. And once you become strong, you are able to do. You are able to do. Because the Bible says, the people that know they are God shall become strong and they shall do exploits. So the last word is do exploit. So the first word, knowing God. The second word, becoming strong. The third word, doing exploits. Umeandika hiyo? Aya, wacha nisikie mtu akirudia. Ya kwanza ni gani? Ya pili?
Ya tatu, can you look at those words from the first one? You begin by knowing. You cannot become if you don't know. You become what you know. So knowing is part of the journey of becoming. The first part is knowing. You cannot be what you don't know. You cannot become a doctor if you're not trained to become one. You cannot become a teacher if you're not trained to become one. You cannot become an engineer if you're not trained to become one. It begins by acquiring the knowledge. Knowing. Then once you know, you become. And once you become, now because I am a doctor, I can begin doing exploits of saving a life. It is the person that knows something who becomes something, and once he becomes, he has the capacity now to do. Do you see the process? So you want to wake up and do exploit. Do an exploit from which angle? And you know nothing. Unataka kutenda miujiza right, left, center, and you don't know. Unataka vitu sijiweke. You want to wake up and become rich all of a sudden. That is why we are the cybercrime is so high in this country, because people who know nothing, who have become nothing, want to do exploits. That is why we have weird stories of people becoming Illuminati or selling their soul to Satan to make a big money. We were talking with kijana Mwanalika. Kijana wangu nimelea. He is 26, and he was telling me, Pastor, there is this friend of ours. We are very suspicious. Very suspicious. We have tried to investigate his network of friends. Na tunawauliza, huyu jamaa juu anakuaga rafiki yenu, anafanyaga kazi gani? Because he is not doing vehicles, he is driving machines. Unajua kuna vehicles na machines. Na kuna tofauti. There are people who do machines, others do vehicles. Some of us do vehicle. I do a vehicle. I am yet to do a machine. Ukisikia mtu he is doing a German machine, kitu kama 404 Audi, unanielewa? Those are machines. Hizi zingine ni vehicles. Hizi vitu siko na rank. Sasa ukijana ni very young, and he is exchanging machines. So wamekuwa wakimtazama, wanauliza, huyu jamaa juu ni rafiki yenu, pesa anapataga wapi? Because he is very rich. He has a lot of money. Money is flowing. Anawachukua like alichukua marafiki wake 15, safari lale Naivasha, akawapeleka hiyo weekend yote, warafiki wake 15, jamaa mmoja anachukua genge la marafiki 15, wana drive na machine zake, amesifuel, anaenda anawakodishia inaitagwa Airbnb, anawakodishia, anawalipia hiyo mikahawa, anawalipia chakula very expensive. They will drink all the beer they want, take everything they want at his expense, and he is paying. Na wanarudi Nairobi, amefuero hizo magari, and they are fuero gazeras zote. Wameenda na magari 5, wakibebana watatu, machines heavy, na zote ni zake. Na hawa watu hawajiulizi, huyu jamaa junilika yetu, hizi pesa anatoaga wapi? Na hawajiulizi. Alikuwa ananiambia wanaenda club, wanakunywa pombe ya 1,100 na analipa.
Lakini wengine wao hao marafiki wanaenda kulala njaa na hawezi patia mtu 100, 100 shillings aende anunue chakula. Lakini atakununulia pombe ya 5,000 ukunywe, lakini hawezi kupea 100 ukakule food. 100 hivi. And then this young man was asking me, what is this, pastor? Hii ni nini? Kaambia marafiki, kama kuna rafiki unajua anapelekwa, mwambie akibie na miguu. They are already in a web. So tukakaa, kijana anakuja anaanza kuniambia, basi unajua ulisema kitu sikuchukua serious. Three of those friends wenye amekuwa nao are dead. Dead. Mysterious death. Jamaa anasema ameumwa na kichwa, hakuamka. Ameria kichwa, jamaa ameria kichwa, akikibishwa hospitali, anaambiwa ameenda. 3. Nikamwambia, kama unanijua wengine, waambie wakibirie kwa mchungaji mahali fulani waopewe, wakatanishwe na hiyo initiation walifanywa. Quick fix, kujienjoy. That is the world we are in. People want to do things, do exploit, become exploit, but there is nothing they know. They have not gone through the process of becoming, and they know nothing. The people that know their God shall be strong, and they shall do exploits. So it begins with knowing, then it goes to becoming, then it ends with doing. Ask your neighbor, do you know God? Now, so, the question in the mind of every young person in this generation, the question in the mind of every young generation, every young person is, how can I become a celeb? How can I become a Sonko? How can I become a fashion designer? How can I become a distinguished content creator? King of content. Ndio nasikia siku hizi wakijiita. Huyu ni king of content creation. Ukicreate content ukiweka kule kwa social media inaenda viral. Ina trend kutrend. Inauza kuuza. Wanasema inajipa kujipa. Inaenda kuenda. How can I become that? That is the question that is in the mind of every young person. You know, you are struggling to find your pathway in life. You are struggling to find your pathway in life. Unfortunately, wengine wakijaribu kufanya hizi mambo, wanajipata wamejiigiza kwa vitu ambazo hasistahili. But today we want to answer a question, how can you become strong in your generation? Because I want to say here in this camp, 2025, that the question we are asking, and we should be asking, can there be a young person with a difference? Hallelujah. Can there be a young person with a difference? Can there be a young person who can make it in life without stealing? Can there be a young person who can pass exams without stealing? Can there be a virgin today who is still remaining pure? Can there be a young person with a difference? Do I have to do what others are doing just to appear like them? That's a question. Can there be a young person who can dress modestly today? Who can be decent? Can there be that young person? Can there be a young person who is burning with a desire to serve God? Can there be that young person? Ona venye mumenyamaza. If I were you, I could be saying, yes, there can be, and I'm going to be the one. Amen. Yes, there can be, and I'm going to be that one young person with a difference. That one young person who cannot be taken advantage of. That young person who is not going to fall victim of negative peer
influence. We'll be talking about that. That young person who can make a resolve that I'm not like the others. I will not hate myself because others are hating me. I am not going to be a criminal because my friends are a criminal. I am going to stand and be light. I am going to stand on the light side of things. I am going to be a young person with a difference. Amen. I am going to be that young person who can keep purity, who can be pure in thoughts, pure in attitudes, and pure in actions. My life can be scrutinized, and when you scrutinize me, you will find that mimi sio mtu kobokobo, mimi sio mtu hivi hivi. Yani watu wanapoongea kuhusu this guy, huyu jamaa hakuagi straight, wanakuaga wanasema nini? Huyu jamaa hakuagi straight. Ni tunaongeaga hivyo. Yani huyu best yetu hakuagi straight. Si kuna vile tunamaanisha. But I am saying today, I can be a young person who can be straight in all her dealings. It is possible to be a young person with a difference. Shake your neighbor and tell your neighbor it is possible. And it is not for another one. It is for you. Shumuguse na mkono mwambie it is possible. And it is not for another one. It is for you and me. We can be different. That is what we are talking about today. That young person who can be strong in his generation. Are we together? That young person who can be distinguished in terms of character. That young person who can be distinguished in terms of hard work. In terms of intelligence and diligence. That young person who is not a victim of slothfulness, uzembe. There can be a young person with a difference, and that young person is me and you. Amen. That young person is me and you. But how? How do we get there? That is the question I want to answer in the next maybe 30 minutes. That is the question I want to answer in very few minutes. There are 3 key elements that I want us to run. Number 1, humility. How you can become a strong person in your generation. Number 1, humility. Humility. Na nataka tushike hiyo. Hiyo word umeandika hapo. Inasikika too simple, but I will show you practically how humility works. And how young people, listen to me, how we are missing it. Can we have a talk? How we are missing it when we come to humility. This thing that we call humility. Unasikia kama ni simple word, but I will show you practically how we miss it when it comes to humility. The other thing that we will talk about is spirituality. Tell your neighbor spirituality. I'll deal with 3 words. First one is humility. The second one is spirituality. And the third one is faith. Faith. Light faith. If you're lighting, light faith. How you become strong in your generation. 3 key elements. Humility. The second one, spirituality. The third one, faith. Faith. The book of Job. Go to the book of Job. Job. The book of Job. These 3 qualities will make you a very great person if you cultivate them. Job 22. Job 22 verse 21 and 22. Ukifika useme amen. Oh, neighbor yako amefika. Kweli. Job 22. Job 22
verse 21 and 22. What does the Bible says? Submit to God and be at peace with him. In this way, prosperity will come on you. Accept instruction from his mouth and lay up his word in your heart. Let us read loudly with your fashion. Read loudly with your fashion. 1, 2, 3, let's go. Submit to God and be at peace with him. This way, prosperity will come to you. Accept instruction from his mouth and lay up his word in your heart. That is what we are talking about. 3 key things that are there: humility, spirituality, and faith. Humility, spirituality, and faith. Let me repeat myself. Humility, spirituality, and faith. How does humility work? How does humility? How do you know that you are humble? Let me tell you. When we talk about humility, it is that element of being humble. We are living in a generation that is so arrogant and so proud. Hata ujuagi uko na kiburi. Na kiburi kinajionyesha kwa watu wengine. When I was coming, nikitoka home, and this is very sad, it's a very sad note. Msichana wa miaka 16 mama yake ananipigia ndio tupatane tuende na yeye camp. Hiyo camp yenye inaendelea where my wife is ministering. This girl of 16 years, she has ulcers. She has ulcers. A girl of 16 years, she has ulcers. Then nikachibachiba, nimechibachiba maisha yake and realize she has been staying alone or alone. Sasa ulcers zimetokana na ana feel ako special, ako gifted, ako sawa kuliko marafiki zake. She is in the midst of wengine wengi vijana, teenagers of her age, and they are around a group of 20 something. Na lakini ana feel ako now venye ana feel ako special kualiko, maybe ako gifted, she can sing better, she can pray more deeper. You understanding? She can quote the scripture more better. Kiburi kamuigia. Analiingia nani? Rika yake. Na hii rika hamkuagi na huruma. One thing you don't know ni huruma. You are not student of mercy. You are a very little. Especially mukidil na mtu mnaona ako na marigo na nyinyi anawarigia. Hamkuagi na huruma. Now, at least adults we understand. Hata mtu akiturigia tunamuelewa tu. Hii ni kiburi. Nyinyi hamkuagi na huruma. You hit the nail on the head. Kiburi ni ya nini? Now, she began suffering the wrath of her friends. Criticism, maneno hapa, kukataliwa, akaanza kujikuta ako alone,
isolated. Na unajua juu ana feel kama anaweza. You get it? Ninajiweza. Ile kukataliwa ikaanza kumuigia. Wakati rejection imeanza kumuigia, imemshusha chini kiasi ya kwamba anapata stress yenye imepelekea ulcers. Now we are dealing with a sick person who cannot eat certain foods, who cannot. Sasa nilikuwa namuuliza, hizi vitu zimetoka wapi? Hizi vitu zimetoka wapi? You are 16. Sasa hii maisha ya kutaka kujikalisha ati mimi sitakagi kuongea na watu sana. Nakamuuliza, shule hauongeagi? Nyumbani hauongeagi? Halo? Geukia mwenzako mwambie kiburi kishushwe. Wacha kiburi. Teremsha kiburi. Mtikisa vizuri mwambie kiburi kishushwe. Nyenyekea ndugu, hata muite ndugu kama hajui kuitwa ndugu, mwambie ndugu nyenyekea, dada nyenyekea. My sister nyenyekea, kiburi kifanya nini? Kishushwe. Shusha kiburi. If you don't humble yourself, others will humble you. And they are going to humble you in a manner you would not want. If others will not humble you, systems will humble you. Mambo kwa maisha itakushusha. And now nilikuwa namuuliza ati 16 matepe ya kumanage magonjwa kama wewe uko 70. Na ukifika 70 utaona hiyo 70 wewe ukitembea namna hii. Shusha kiburi. Tembea na watu, tegamana na vijana, cheka wakicheka. Na mtu akikwambia sijui unakaa mimi ukikuja uniambia ni masikio yangu inakaa ya nogo. Ni wewe uliwekelea hapa. Sio wewe uliwekelea hapa. I am fearfully and wonderfully made. Mungu aliyeniumba aliniwekea hiyo masikio unaona kama ni ya nogo na iko hapa. Na sitaingoa, hata nitaitigisa namna hiyo na nitembee kubwa. Hakuna kitu unaniambia. Mimi huwezi niteremsha chini. Na nyinyi watu wa kuteremshana chini, nani alikuambia wewe ndiye uliumbwa kama na Mungu kipekee kuliko wale wengine? Nani alikuambia uliumbwa na Mungu wa Jupiter wakaumbwa na Mungu wa Mars? Kiburi kishushwe. Ati unaona mwenzako unaanza kusema ona hiki. Kwani wewe unasema hiki ni wewe hiki? Wewe unaona geki wewe ni wekio. Because you project what is in you. Walk in humility. Walk in humility. And treat your friends well. Treat your friend. Tell your neighbor, treat your friends well. Wacha kiburi. Wacha ukora. Wacha ujuaji. Wacha kujifanya mjuaji. Ati wewe unajuaga sana kucheza chini ya maji. You are adakafa. Siku hizi nasikia wanaitagwa adakafa. Hiyo ni kiburi. If you want to stand out as a strong youth in your generation, walk in humility. And how does humility work? How does humility work? Number one, humility works this way. Hii nitaisema. Humility works by acknowledging that you do not know. And for growth to happen, you need to seek advice. Humility works by acknowledging that you do not know. And for growth to happen, you need to seek advice. Do you hear that? Humility works. How humility works? You are humble when you begin admitting, I don't know everything. And for growth to happen in your life, you seek advice. The people that are so poor in seeking advice ni young people. Kwanza hii age, munajuaga sana.
Kwanza siku hizi za Mwalimu Ngugi, unajua Mwalimu Ngugi ni nani? Siku hizi za Mwalimu Ngugi, Mwalimu Ngugi ni Gugu. Tunamuitaga Mwalimu Ngugi. Gugu. Gugu. Tunamuitaga Mwalimu Ngugi. Siku hizi za Mwalimu Ngugi, hakuna mtu anaweza kuambia juu kila kitu unataka kujua unaenda kwa Mwalimu Ngugi. You Google. Google that. Siku za social media, siku za YouTube ambazo tuko ndani yake, siku za AI, siku za ChatGPT, siku za Gemini, those days that we are here. Sasa hakuna mtu anaweza kuambia kitu. Tutige kuira undu. Sisi ni wajiga sana. Sisi watu wa hizo masiku hakukuwa na technology. Tuko archive, tunakaa museum. Vitu za kuwekwa museum. Unaangalia mzae, unaona huyu anastahili kwenda museum. Tuendake kumuona kule kama Sahelanthropus na na Australopithecus, Kenyapithecus, sijui Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. Unafikiria hatu kusoma hizi vitu? Tulisisoma. Unaona mtu adult unamuona akiwa na archive. You belong to an archive. Listen to me. Unapo soga utakuja kujua kumbe hujui. Kumbe hujui. It is humility when you acknowledge you don't know. And for you to know, you humble yourself to seek advice. That is humility. That's how humility works. Number 2, how humility works also is not trusting in your education, not just trusting in your education, but seeking God for wisdom. Not just trusting. And this is how you relate even with the parents. This is how even you relate with God. Not just trusting in the education, but seeking God for wisdom. Seeking God for wisdom. Let me tell you, masomo ni mzuri. Na tutakupatia masomo yoyote ambayo tutaweza. Lakini masomo sio kila kitu. Life is not just about education, my friend. Life needs wisdom, and wisdom comes from God. Let me repeat that. Life needs wisdom, and wisdom is the prerogative of God. Wisdom to do life. How many people have walked through us? Young people who have walked through our hands. Very beautiful. Very wonderful young men. But they have made a mess of their lives because they could not humble to ask for wisdom. Very knowledgeable. Very skilled. Mahali kuna ogere wangu wa Kiingereza ile kali sana. Kiingereza, the best refined English is in rehabilitation. I'm telling you, visit any rehab. You will get the best mind on earth. I'm telling you. I visited one. And I visit them often because it pains me. And unfortunately, how you don't find wazee in rehab. You are fighting young people. Gen Z. Wamekaa kule kwa rehab. Ndio wanakuwa rehabilitated. I am talking to somebody who is attempting with the drugs and you are looking at me. If you don't stop, you are walking in stupidity. And your next stopover will be a rehab. I'm not a prophet of doom. But young people have walked through our hands. You are caught in danger. Ukifikiria ni ujeuri. Wewe ni mjeuri sana. Unachesaga adakava. Utajua damu yako ikiingia, hiyo dawa ikiingia kwa damu yako, ndio utajua hakunanga kitu kama adakava. That drug you are joking with, those stuff that you are putting in your body and in your systems, young person, listen to me. Damu haijui adakava.
iko na limit. Ikigonga hiyo limit, Rehab, utaenda kuongelea Kiingereza yako huko. They speak refined English, the best well articulated and espoused vocabularies. Mtu akiongea unashindwa hii intelligence ni ya wapi? Niliingia moja nikakuta jamaa ako pale. Na jamaa wachana na yeye. Akasema yeye walipojipata wakiwa wengi hivi, akawaangalia hivi, akaanza kuwa kijana na amefuta bangi imefika huku na madawa ya kulevya. Akapanga hao wengine na wakaanza studio kwa Rehab. Because of creativity, mwenye Rehab akawapea karumu. Akaunganisha makompyuta, mawaya, sijui anasema niende hii, ananunuliwa, analetewa. Alicreate a studio na akacreate radio station. Network wave yake zilikuwa zinatembea 3 kilometers around. Watu walikuwa wanamsikiza akiongea. Lakini ako wapi? Ako wapi? So, niangalieni. You seek God for wisdom. Education is not enough. You seek God for wisdom, and wisdom is given by God. Young person, listen to us today. That's where you humble yourself and you go to God and you tell God, David would pray this way, Lord, teach me your ways that I may walk in them. Show me your ways, Lord. Show me your ways. Teach me your word. David was saying, I think it says in Psalms 119, alikuwa anasema, I will hide your word in my heart that I may not sin against you. Neko idhaki goge ya kukoroine yakwa, nitalificha neno lako kwa nafsi yangu, ndio nisiweze kukutenda dhambi, ewe Mungu wangu. It takes humility. It takes humility to seek God. Wengine wenu mukipata hakuna mtu anaongea. You just speak English to all of us. You are speaking English to your grandmother. What are you proving to your grandmother? She gave birth to your mother or your father. Unamshow? Hello? Ati mimi sieti hiyo geshagi. Ni kama sio sehemu ya dunia. Kuna kule unataka kuenda kwa kuongea. Yani, you cannot be talked to. You cannot be advised. Nobody can talk to you. And we can see, we are not stupid. Yani, yule aliyesema asiyesikia la mkuu anafanya nini? Hakuwa mjinga. Ndio maana wanaitangwa wahenga. Do you know muhenga ni nani? Muhenga sio mtu mzee. Ni mtu mwenye akona miaka na hekima. Hekima unaongeza na miaka. Miaka inakuja na nini? Experience. So it's an experienced wise person. Kwa Kiingereza tunawaitaga sage. Muhenga ni a sage. Wanaitagwa a sage. An experienced wise person. Experience comes with the longevity. Longevity ni hali ya miaka. Humility makes you seek God for wisdom. Then the next thing, humility does make you, through humility, you respect, tell your neighbor, you respect the authorities and escape the destruction of rebellion. Hii tutaambiana, wacha tuambiane ukweli. Geukia mwenzako, umgotee umwambie, mgotee vizuri mwambie, through humility. Say like humility. Through humility, you respect the authorities and escape the destruction of rebellion. Can I tell you, young people, our biggest challenge is rebellion. And where does rebellion come from? Rebellion is the nature of the devil. Two natures of the devil that you need to know. Shetani, nature zake
mbili za muhimu sana. Kitu ya kwanza ni maongo. Uongo. Hiyo. Asante sana kwa salimia, high five. Thank you. Uongo. Amenicorrect vizuri sana. Kiswahili tu akijua sida ni matamshi. Ilikuja na me. Are you getting? Uongo. The devil never talks truth. The Bible calls him the father of all lies. When he speaks, there is no truth in him. When he speaks his native language, and his native language is lies. Anytime you find yourself lying, remember who is your father at that moment. He is the father of all lies. Are we together? Who is the father of all lies? No, unajua unaona kama ninaongea vitu zangu. Wacha tuangalie scripture. He is the father. The Bible calls him the father of all lies. Is it in John 8? John 8. I will open for you right now. John 8. Ni word. Huyu amekuja kutuambia vitu zake. John 8, are you there? John 8, verse 42, 43, and 44. Wacha tusome. Mumefika John 8, John chapter number 8. Tuanze. John chapter number 8 mumefika. Let me read. The Bible says it is Jesus who was talking with the Pharisees, and he said to them, verse 42, if God were your father, you would love me, for I have come here from God. I have not come on my own, God sent me. Verse number 43. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Verse 44. Jesus told those Jews, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer, umesikia hiyo? From the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, when the devil lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of all lies. Umeshika sasa? So whenever you lie, touch your neighbor. Do you lie? To your mom, to teachers, even to pastors, to teachers in the Sunday school? Do you lie? Anakuambia aje? Anakaa kudanganya. Sasa mwambie kama unadanganya, wakati huo unadanganya baba yako, unatimiza mapenzi ya baba ambaye ni baba ya nini? Ya uongo. Baba ya uongo ni nani? Shaitani, musaito. Lift up your hand and tell Jesus, help me not to be a liar. I don't want to be a victim of lies. Hata ile kauogo ya kujiokoa, kale kauogo ya kujisave. Ile tunakuwaka very quick. Nani amefanya hivi? Sio mimi. So, through humility, you respect authorities. You respect what? Authority. Respect authorities. Honor the authorities. Some of those authorities that need to be honored and respected. Authority number 1 is
parents. You have authorities in our lives that must be honored. Honor authorities and escape the destruction of rebellion. Authority number one was wasasi. Ugain urefu kumuliko, ugain GB kumuliko, bado ni Masikia hiyo? Ukue mrefu kumuliko, ugain GB kumuliko, hiyo yote ni kazi yake. Hivyo huko urefu, unene, ufupi, kila kitu uko nayo, saa hii ni bidii. Ya nani? Yako. Bidii yako ni kuweka. To deal with what they put on the table. Authority number 2 ya ku respect ni authority inaitwa mwalimu. Mtu yeyote anaitwa mwalimu. Even when I'm studying here, I am now your teacher. Disrespecting what we are doing here, there is nothing I can do. Sitakuja kukuchuna. Lakini in the course of time, you will suffer the consequences of disrespect. Let me tell you. Bwana Yesu asifiwe. A teacher is talking to you, an instructor is talking to you, either in school. Nasikizeni hapa na naongeleshaga vijana. Unaenda shule, unaenda kutengeneza attitude na mwalimu. Mwisho wa mwezi analipwa na TSC. Na wewe unatoka huko na D yenye imetolewa. Ati ni mwalimu wa mao. Mlikuwa mmetoka kishagi moja na yeye. Mnarudi kishagi moja na yeye. Wewe unatoka kwenu unapelekwa huko kwa boarding school, unafika kwa boarding school mtu hata humjui. Unaanza kudevelop attitude na hiyo ni shaitani, inaharibia maisha yako. Shetani anakutarget akuharibie maisha yako na vitu zinaitwa disrespect and pride. The scripture says pride comes before a fall and a haughty spirit before destruction. A haughty spirit. Amen. Hii ni injili hatukatakagi kusikia, but these are the basics and the elements that shape up our life. Siku moja I am talking to young people like this in my church. In the church I am their pastor. Kijana mmoja akaamuka. Miongoni mwa wale wengine akanitupia mikono akaenda. Nikamwambia so and so. Mtu hatokagi hivyo. Mtu hatokagi hivyo. Usigonganishe milango ukifanya nini? Ukienda. Lakini kiburi. Alikuwa na mingi sana. Anaona mimi ni mfupi, alikuwa mrefu. Mzuri sana. Na by the way, he was not a boy, he was a lady, a good lady. Well shaped, beautiful. Lakini kiburi. Kiburi kilikuwa kimemjaa wapi? Ile urembo wake na usupu wake hakuwa anaona kama anaweza ongeleshwa na mtu. Akatuongelesha Kiingereza, akatuma mikono, akaenda. Tukaachwa na hao wengine hata wewe pasi unafanya kwa hivyo. Hii imekuwa no? Nikawaambia achaneni na hiyo, wacheni tuendelee. Tukaendelea na kazi yetu. Na akaenda. 2 years later alikuwa kwangu. And then she came very early in the morning. She knocked. My wife called me, told me kuna nani yako hapa. Nani? She went 2 years ago. What is it? Wacha niende nisikize. Nikamkaribisha. Very early in the morning. Imagine. Mtu amebuburushwa na maisha 7:30. Hata hajarara huyo. Ako kwa pasi akitafuta pasi. Na mimi naendeleza na maisha yangu. Wewe kana kiburi yako ikupeleke kule inakupeleka. We as authorities, we are unmoved by your pride. It doesn't touch us even a single. We only cry in our hearts of the predicament that will befall your life. We only cry in our hearts. And she came, she's narrating to me, Pastor, 3 months since I left, kutoka miezi 3 ilipoisha tangu niondoke. She just stayed na hiyo marigo miezi 3. Maisha ikaanza kuenda mrama.
So imeenda Murama for a year and almost a half. Imekuwa ikienda Kobo. And now, as she is coming to me, she is coming to me because amefikiria nani anaweza muombea juu ni mgonjwa. She is now undergoing operations in Kenyatta National Hospital, and the only person who can cast this demon of sickness out of her body is Pastor mwenye alitupia mikono. Mwenye aliona hafikiriagi hana kichwa mzuri. Saa hii niko na kichwa mzuri. Saa hii naweza omba Mungu asikie. Na mimi ni nani? Nikaomba tu. Nikamwambia hivyo ndivyo umekuja, piga magoti hapa Baba. Na kuomba hurumia huyu. Have mercy. Have mercy. Have mercy. And Father, I pray, instead of chastisement, remember mercy. In your love, remember mercy. I made a pleading. She may deserve a punishment, but I stand on behalf. I intercede for her life. And she got healed. She got healed. She got healed. Siku hizi tukipatana naye alioreka ni mama. Ile heshima anakuaga nayo. Mtumishi wa Mungu, ndungata ya Ngai. Leo ndatwikira ndungata ya Ngai. Lakini wakati kiburi ilikuwa imemfika hapa, alikuwa ananitupia mikono na kunifanya nini? Mtu najua kama venye mnatufanyaga. Ona. Hata saa hii nikiwa nimekaa hapa, nina detect kiburi. Ona kuna mtu amestuka. Kuna mtu naangalia hivi naona huyu anasumbuliwa na kiburi. Geukie mwenzako mwambie kiburi kishushu. Walk in humility. We are the people, authorities, that you refer to them with every word that is starting with old school, outdated, out of fashion, old fashion. Tunakaaga kitu old. But I am here to tell you, for you to walk in humility, you need to respect others. Authorities are not put there to destroy your life. They are put there to make your life better. We are not just put there to keep correcting you. We are also put there to connect you to opportunities. Do you hear that? Kama kwanza unamaliza form 4, umefanya KCSE, kama kuna kitu unahitaji saa hii ni networks, inaitagwa social capital. Social capital. Ndio utajua vile Waswahili walisema sio Waswahili, Wakikuyu wakisema ado ni oido. Hiyo ni kumaanisha nini na Kiswahili? Watu ndio vitu. Hiyo. Utajiri uko na watu. As a pastor, I may not be a jack of everything. But one of the things that God does is that he positions us in a very strategic position, inaitagwa position of being trusted. So, I am person A is looking for a job. A rich man is looking for somebody to employ. But because this friend doesn't know this one, Pastor, I know you, and this rich man knows me. He calls me and tells me, Pastor, unaweza kuwa na kijana kwako kanisani ama kijana unajua, anaweza fanya hivi na hivi na hivi. Na mimi nakumbuka kijana huyu anaitwa Kevo, yeye mwenye amekuwa mwadilifu, kijana mzuri, ninamfanya recommendation. Wengine wenu, we cannot recommend you to go and bring down companies za wengine. We cannot. I know you need a job. You are praying day and night. Lakini karakter zako, onogerera thakame. I cannot recommend you to go and shoot down another person's company because of your behavior. You continue behaving the way you are behaving. Na unafikiri ulimwengu wa sasa kwanza sikizeni. Hii mapo mnaweka kwa TikTok vitu. Kwa TikTok unaenda kuonyesha vile unaweza tikisa.
How you can best listen to me. This is very serious. Unaiweka kwa TikTok, unaiweka inaingia kwa internet. Hear me very well. Internet never forgets. Do you hear me? Internet never forgets. Wewe endelea kutembea. Ati ni siku zako, in the days of my life. Unatembea matiti yote iko nje na umeipaka mafuta, inaenda ikitigika hii, utuonyeshe. Wewe endelea kuonyeshana. Siku moja utakuwa serious. Siku moja utatoka age ya teenage. Siku moja utatoka age ya Gen Z na unataka kuajiriwa in a serious institution. They will do due diligence and they will put up a fire. Nasema, kwani tunadiru na nani? Tunadiru na nani in the days of her life? Utaanza kusema hizo zilikuwa vitu za kale, zilikuwa vitu za wakati tulikuwa na ujinga. Tunakuongeleza hizi siku za ujinga. Uache hiyo ujinga. Ati ni kujimarket. Kumarket nini? Matako. Nani hana yake? Nani hana yake? Akili ni nywele, kila mtu akona nini na zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unashika kitu. Be responsible. Respect authorities. Number 2. Hiyo ingine ya humility. You are humble when you become accountable to people with authority to question your conduct. You are humble when you become accountable to people who can question your conduct. Can you turn to your neighbor and ask your neighbor for me? Who mentors you? Nisikizeni hapa. Listen to me, young people. Young people, nisikizeni. Wacha hiyo makelele ishe sasa, sikiza hapa. I am asking you a very serious question. My dear, I'm asking you a very serious question. Apart from your parent, kando na mzazi wako, who can talk to you? Nani mwingine anaweza kuongelesha katika hii maisha? Nani anaweza kuambia acha na uache? Who is that? Can you be told stop and you stop? Can you be cancelled? Can you be advised? Who is your mentor? Na usiniambie ya sereb mwenye hata hakujui. Ati my mentor. Who is your mentor? Maina Kageni na hakujui. Who is your mentor? Chachi na hakujui. Who is your mentor? Nani mwingine mnasema? Kasiego. Nani? Na hakujui. Anakujua. Anajua kara ya skin yako. Ati mentor. There is no mentorship by remote control. There is no mentorship by osmosis. Mentorship is one-on-one. Ni lazima tunapatana na wewe. Ni lazima ninakufeel. Na wewe unanifeel. Ni mtu mnakutana. So don't go looking for mentors far. Mentors are just around you. You are teachers. You are pastor. You are teacher in school. You are parent. A good uncle. A good cousin. Mwenye ana behave. Sio wale makuzo. Maadakava. You must have someone who can talk to you. Tell you stop and you stop. Advise you. Are you listening to me, young person? Never walk in this life alone. I am a pastor. I have a father, a spiritual father. Anytime I want to do something, listen to me. Anytime I want to do something, even in my family, I go and talk to him.
And I tell him, he is not the one who calls me and asks me, ni nini hii nasikia. Ni mimi naendaga ninamwambia. Ni mimi napelekaga kiherehere yangu kwake. Ninamwambia, by the way, ninafikiria hivi. Anakaa hivi, naniambia, my friend, hapo hiyo iko sawa. Hii naona kama utaanguka kwa shimo. Naona hivi. Nikisikia vile anaongea, because this is a person who have the best of interest for me. He want to see the best in my life. Ninaenda na muomba advice. That is number one. I also have my peers. Rika yangu, marafiki, rika yangu, my age mates. Definitely we are pastors, and I am in a company of 5 good pastors. 5. Tunakutanaga tunaambia na siku hizi uwedi vizuri. Hiyo mahubiri umeng'oa nje. Wakashoka kwira andu uguo. Huyu ni rafiki yangu amesikia vile naongea, ananiambia, ukienda hii njia utapotea. And this circle of friends, I have introduced my family to them. My children know who is my best friend. They actually know. My sons know. Wakitaka rafiki mwenye anaweza ongelesha dad ni so and so. Nao wanajua, watoto wake wanajua. Actually unakuta mmoja anakuja ananiambia, pasi, nataka uongeleshe mzae. Unajua yeye ni pasi, lakini mtoto yake hamuiti pasi, anamuita mzae. Nataka uongeleshe mzae. Kuna hii kitu hatupelekani poa. Ongelesha mzae. Naonaga kama mko sawa, ongelesha mzae. Na mimi naita mzae. Tunakunywa chai. Namuitia chai vizuri. Good tea, coffee, mahali. Hajui ni nini namuitia, anakuja. Hata nyama nitanunua. Tukiongea akifikiri ni miradi ya pesa mingi, namwambia, your son talked to me. Your son reached me out. Your daughter reached me out. What is going on? And we are able to help out. Hello? Wewe rika yako mnasaidianaga kupelekana wapi? Kucheza maadakafa chini ya maji. Na usiniseme nikijua hii kitu ikitokea nitajua ni wewe. Na toto emotion ni wewe, jichunge sana. Yaani hiyo ni urafiki ya kuuza madhret. Hapo hakuna urafiki. Hello. Through humility you respect authorities and escape the destruction. You become accountable to people who can question your conduct. The greatest resource God has given us is not minerals or gold, it is men. Inaitwa human resource. And when you think you are good in something, God has also deposited something good in the other person. So we need each other. Can you turn to your neighbor and tell your neighbor we need each other? Kuna hivyo tunaibaga hivi. Sijui kama tunaijua. Bind us together, Lord. Do you know that song? Where we, can I sit here and demonstrate? Where we interconnect. And then we begin singing, bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us with cords that cannot be broken, Bind us together, Lord. Bind us together with love. Bind us together with love. Bind us together with love. Je, hao marafiki mmekalishana nao mnapendana? Do you love each other? May you lift up your head and say, God, may you bind us together. Haya. Sijui masaa yangu. Nimeongea kuhusu humility. As we go to lunch,
say spirituality. Spirituality. How does spirituality work? Number one. How spirituality work? For you to grow spiritually. For you to grow spiritually. Hii ni inagusa relationship yetu na God. Listen to this. Spirituality works when we train our appetites. Tell your neighbor, training our appetites. You grow spiritually by number one, training your appetites. This is where we are answering the question, what do you hunger for? Unakuwaga na jaya nini? Train your appetite. Young people, let me tell us. Ulimwengu ambao tuko ndani yake umeleta uovu wa kila aina. If you don't train your appetite, and listen to me, nobody is now capable of hindering you to watch pornography. Hakuna mtu anaweza kuweza kukuzuia. Sasa hiyo simu yenye iko na screen kubwa na wifi iko kwa nyumba na uko chini ya blanketi mahali unalala, nani atakuzuia kuwatch pornography? Niambieni, wachani tuambiane ukweli. These are now the realities. There before you had to go to a cyber. Now uko na hiyo simu. Uko nayo, wifi iko kila mahali, uko chini ya blanketi. Una watch mavitu ukiwa umeinamisha hivi ndio uone vizuri. And I want to repeat to you something I said. If I did not say in the last seminar we were, listen to me and listen very well. The other addictions, drug addictions, all forms of the other addictions, you can be delivered. There is something that can be done to rescue you. There is nothing that can be done to rescue you from addiction of pornography. Let me repeat that. When you become addicted to pornography, only a miracle from heaven that can rescue you. No one, no rehabilitation, no drug, nothing. Because pornography enters your systems of feelings. Inhabit the systems of feelings, sensuality, and emotions. There is no deliverance for that. There is no recourse. And pornography works with a principle that is called the law of diminishing return. What pleased you today will not please you tomorrow. You want more. So what you watch today, tomorrow you want more. Ona venye mumenyamaza? So when we tell you train your appetite, the appetite to watch nudity, the appetite to watch nakedness of the opposite gender, that appetite, you train it now, you kill it now. And it is pornography that has led people to masturbation. Masturbation is the number one sexual perversion that is scoring 90%. Kunyonga. Train your appetites. And listen to me. And listen very well. Now I am telling you because sisi sasa tukiwa wachungaji, you stay in an office. This young man comes crying, looking for help. Anakuambia na ni mtu ameoa juzi, amefanya harusi, sasa anakuja akilia, anataka man to man. Ananiambia, Pastor, dada kukuona wenyika. Just a room.
I want us to have man to man talk. Na mimi nakuja nakaa hapa. Man to man talk. Ananiambia, pastor, I need help. What kind of help? Pastor, I need help. Unaona mwanaume amelia. Sikizeni. Unaona mwanaume amelia. You know, pastor, I got married and I have a problem. What problem? Umechapwa na wife? Hapana. Ni nini? Pastor, you know, I began masturbating when I was 15. Sasa kitu yangu haiwezi simama dakika 5. Stop raving. Stop raving. Nyinyi mnanyonga. Endeleeni kunyonga. Sikiza. Nyinyi. Sikiza. Listen. Chuma yake iwezi fanya nini? Simama dakika 5. What does that mean? Wife akona shida na yeye. We are talking serious stuff here. I must tell you as it is. Hiyo boma iko na shida. Kwa sababu ikijaribu kuinuka ifanye kazi yake dakika 5 kitu inaenda chini. Listen. I'll talk to you the truth. I'll tell you the truth. Oh. You shall know the truth. The truth will set you free. Listen to me. Nafikiria niliwagusia. When you trigger your penis in masturbation, kuna vitu zinaitagwa sensitivity of that body. You move it with a speed. And then unatumia nini? Ndio ujinice. Wewe sikizeni, can you stop laughing? Mutasikiza ama mutasikiza? Abia mwenzako usicheke. Tutacheka tukimaliza. Ndio nimalize hii. Are we together? Can you listen without laughing? Ndio tumalize hii. I give you this dose, we go for lunch. Okay? Now listen. Are you listening? Can you promise you will not laugh? Tutacheka tukimali? Hiyo iko sawa? Tukubaliane hivyo. Now sikiza. This is not a laughing matter. It's very serious. It's very serious. Now, kijana sikiza. You are triggering or exciting your body yenye tayari imesimama. It is very sensitive. Na unatumia nini? Mkono. Unatumia mkono kujileta kwa excitement. Ndio ukue satisfied, ujisatisfied, ujinice. Hii mkono, are you getting the capacity of the grip? Capacity ya nini? Ya grip. Hii mkono venye ina grip hiyo sehemu yako ya mwili. Hakuna organ ya mwanamke, meaning vagina, that can hold you or hold your body in that capacity of grip kama ya mkono. So what are you doing? You are killing your sensory or your sensitivity of that organ. So wakati utafika kwa tendo la ndoa ukiwa married, unaenda kwa your wife now. The organ of your wife cannot grip you with the same ferocity and tenacity kama mkono yako na kega gyaku kiamenyerire guoko. Are you getting?
So you will never be satisfied. You will never be satisfied. So you will be having sex with your wife and you go to the bathroom to masturbate. Wasichana sikiza. Ndio ujinais. Ni mavitu unaweka na huko ndani. Na unaanza kusipeleka na speed. Terrific. Terrific speed. Terrific speed. Mlikuwa mnafikiria sitakuja kwenu. You are destroying the sensitivity of the organ. Inakufa. So unaona huyu kijana anakuja. Anajaribu kuingia, hakuna kitu unafeel. Hakuna kitu unafeel. Unaanza kumtusi. Wewe mwanaume wanako. Na ni wewe ulijiroga na ukajiua na uko ndani. You are dead. Your vagina sensitivity are dead. You continue masturbating. You will cry one day. You will cry one day. So I am here to tell you, and those are the things. And listen, we want you to pray. Unakuja kanisani. Tunataka uombe. Unakumbuka ndio umemaliza ka session ka masturbation. Huwezi omba. Unaanza kunyapara maombi. Unatuangalia hivi kama polisi. Huwezi omba. Umetoka kwa hizo session, umetoka kwa hiyo uchafu. Can you tell your neighbor, train your appetite? If you want to grow spiritually, train your appetite. Guza mwenzako umwambie dhambi ya kwanza kuua kwa maisha yako ni temptation ya kunyonga. Mugwiciragia ndikumwira. I was coming. Tarokea temptation ya kunyonga. It's dangerous. Na mkisoma huku kwa Mwalimu Ngugi, nilimwambia Mwalimu Ngugi, munaambiwa masturbation has no side effects, It is so killing and so obsessive. How do you overcome that? Train your appetites. God bless you so much. Wow! We cannot wait afternoon, sindio? Mesikiaje? Mimi appetite yangu imeinuka sasa ya kugojea afternoon. I have the appetite for the afternoon session. Sindio? As we give Teacher Maggie to carry on the program, let us appreciate him better as we lead now. Wow! And I know there is someone's life will never be the same. Si ni ukweli? Si kuna mtu sasa amekuwa delivered kwa mind. We said that we shall be doers of the word. Si ndio? Sasa hicho umeambiwa ni kibaya usifanye tena. Na yenye umeambiwa uanze kufanya Hallelujah. Mimi, I have been vindicated. Naongeanga, munaona asifa I'm a mad woman. Si munaona I'm not mad. Si ni ukweli? I tell you the truth. Unaona kama I'm mad. I'm not mad. I'm 100% normal and sane. We will tell you the truth. Continue to tell you the truth. Instead uambiwe na uko nje. We will tell you here. And we are not going to hide it. Sawa sawa.
Lunch is ready. Sahi, ukichukua food, I beg you, I plead with you, I beseech you, na kubembeleza, tafadhali, tukulie uko sasa kwa field. Tusikuje na food hapa ndani. Reason being, tunachafua. Sawa sawa? Tunachafua this place and we cannot wash it again as we come for the afternoon session. Are we together? Tukichukua food kwa field, uchukue kiti, you can sit somewhere under a shade ya mti, sit down, take your food. We only have 1 hour. So, what's the time now? 1. So we are coming back here to 2:15.